Maziwa ni zao la mifugo ambalo kwa hakika umuhimu wake hauishii tu kwenye kujenga na kulinda afya ya mlaji, bali ni moja ya bidhaa zinazotengeneza fursa lukuki kupitia mnyororo wake wote wa thamani, kuanzia kwa mfugaji, kiwandani mpaka sokoni. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali kupitia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ya mwaka 2026-2027, kiwango cha uzalishaji maziwa hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu kiliongezeka na kufikia lita bilioni 4.2. Ingawa kiasi hiki bado hakijatosheleza mahitaji ya viwanda vya ndani, changamoto kubwa inatajwa ni uholela wa uuzaji wa bidhaa hiyo, hali inayopelekea serikali kupitia maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya maziwa kwa mwaka huu kubeba kauli mbiu isemayo, rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato, changia uchumi. Kwa nini tunasema utakaporasimisha biashara utaokoa maisha? La kwanza, hali halisi ni kwamba kwa asilimia angalau 90 na zaidi kidogo, watu wetu wanaofanya biashara katika tasnia ya maziwa wamethibitika kuuza bidhaa ambazo si salama. Kwa maana ya nini? Kwa mfano, maziwa yanachanganywa na maji, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria. Maziwa kitaalamu hayatakiwi kuchanganywa na kitu kingine chochote. Kwa hiyo hii inawanyima urasmi, na wanapofanya hivyo wanafanya maziwa kukosa ubora, lakini wanayafanya maziwa kukosa salama. Kwa hiyo na wakati mwingine yameweza kuwauguza walaji wetu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la hatari, na ndio maana tunasema tuokoe maisha kwa kurasimisha biashara. Lakini jambo la pili, utakapokuwa rasmi basi utaweza kujulikana kipato chako, una maziwa kiasi gani, unayauza wapi, yanakwenda wapi, na hii itasaidia kupata takwimu ambazo zitatufahamisha ni kiasi gani cha maziwa kinakwenda kutumika katika maeneo gani. Lakini itatuwezesha kujua ni kiasi gani cha kipato unachokipata, ili tuweze kufahamu na kuweza kukokotoa michango wa tasnia ya maziwa kwa uchumi. Mbali na tafsiri hiyo jadidi iliyotolewa na msajili wa bodi ya maziwa nchini Profesa George Msalia kuhusu urasimishaji wa maziwa, wadau wa sekta binafsi ambao ndio hasa watekelezaji wakuu wa sera na miongozo inayotolewa na serikali wanaitafsiri vipi kauli mbiu hiyo? Tunaposema urasimishaji, tunaanzia kwenye usajili wa wafugaji ambao ni wazalishaji, tunakuja wanaosafirisha pia wanatakiwa kurasimishwa, pamoja na wanaozalisha processors kama sisi asasi. Sisi asasi tunaangukia kote kote kwa sababu tunazalisha na pia tuna process. Matunda ya urasimishaji maziwa hayaishii kwenye mafanikio ya kiuchumi na kiafya pekee, bali yanapenya hadi kwenye taaluma, hususan kwa wanafunzi, kama anavyoeleza hapa mwalimu ambaye ni mratibu wa mpango wa unywaji maziwa shule ya msingi JJ Mungai iliyopo Ipogoro mkoani Iringa. Kwa hiyo hii x jumlisha 4 ni a, na hii hapa 3x kutoa 1 ni b. Mradi huu umekuwa na manufaa makubwa sana, hasa kwenye upande wa taaluma, lakini sambamba na hilo na upande wa kiafya. Nikianza kwa upande wa afya, umekuwa umepunguza sana changamoto ya udumavu kwa watoto, kwa sababu tumekuwa tukifanya zoezi la kuwapima hali ya udumavu kabla ya kuanza utekelezaji na baada ya kuanza utekelezaji. Baada ya utekelezaji wa mradi, changamoto hiyo inakuwa imepungua sana. Kwa mfano, mwaka jana wakati tunaanza utekelezaji wa mradi, tulikuwa na watoto wenye udumavu watoto 63. Baada ya utekelezaji wa mradi, tulipokuja kupima mwezi wa 11, wakabakia watoto 17 tu ambao walionekana bado wana tatizo la udumavu ambalo halikuwa severe, lilikuwa nalo liko kwenye hali fulani ya kupungua. Kwa pamoja na kuimarisha afya za watoto, lakini pia mradi huu umekuwa na msaada sana, hasa kitaaluma. Kwenye upande wa taaluma umeongeza sana mahudhurio ya watoto shuleni, lakini pia umefanya watoto kuendelea kupenda kuwepo, hata ule utoro wa mara kwa mara umepungua, sababu
Ukichukua mfano siku za maziwa ambao ni siku ya Alhamisi, hakuna mtoto anashinda shuleni, lakini pia huwezi kukuta mtoto kaondoka shuleni kabla maziwa hayajafika. Ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo umekuwa nyenzo muhimu ya mafanikio ya kampeni za kitaifa, kama ilivyotokea kwa upande wa programu ya unywaji maziwa shuleni, ambao kampuni ya kuzalisha, kusindika na kuuza maziwa ya Asas iliunga mkono kwa vitendo kampeni hiyo kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, kama anavyoeleza hapa mratibu wake Bwana Timothy Msofe. Serikali ina programu inaitwa School Milk Program. Sisi tulishikilia njuga, tukazianzisha hizo, tukazipa section 2 tofauti. Tuna milk program charity ambayo tunatoa maziwa bure kwa watoto, ambao tunatoa katika center 15 kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ikiwemo Njombe, Mbeya na Iringa. Nikisema center 15, kuna shule za msingi 10 ambazo ziko katika halmashauri ya Iringa. Kuna shule ya mseto iko Rungwe. Hii na watoto ambao wana ulemavu, wana changamoto tofauti. Hizi zenye watoto ambao wana changamoto tofauti ni center 5 ambazo kuna iko Rungwe, Mbeya, Njombe, Kibena kule. Kuna iliyoko Iringa, Ipogoro, na nyinginezo. Hizi shule ambazo zina na viziwi Njombe, kuna shule za viziwi Njombe primary na sekondari. Hizi shule za wenye ulemavu zenyewe zinapata maziwa kila siku, as long as wako shuleni kipindi hata cha likizo, Jumamosi mpaka Jumapili wao wanapata maziwa. Kuna utaratibu umewekwa na kampuni, maziwa yanapelekwa kwenye shule hizo, yanafikishwa hata kama ni siku ya Jumapili. Kwa shule ambazo ni za msingi za primary hapa Iringa, tuna utaratibu wa kuwapelekea maziwa kati ya siku ya Alhamisi na Ijumaa. Hawa wanapata maziwa mara moja kwa wiki. Kwa mwaka jana programu yetu imeweza kutoa maziwa sio chini ya lita 70,000 za maziwa. Ukiangalia hizi ni kwa upande wa charity tu. Ili kuhakikisha maziwa yanakuwa fursa na mkombozi wa kiuchumi na yanachukua nafasi kubwa kwenye kutokomeza changamoto ya udumavu hususan kwa watoto, serikali kwa kushirikiana na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD imeanza utekelezaji wa mradi wa miaka 10 ya mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi CSDP, ambao hadi kukamilika kwake unatarajiwa kufanya mapinduzi makubwa kwenye tasnia ya maziwa nchini, kama anavyobainisha hapa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa. Kupitia mradi wetu wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi, tutahakikisha mfugaji anajikwamua kiuchumi. Mradi huu ambao unatekelezwa umekusudiwa kununua na kugawa ng'ombe bora wa maziwa, kufanya ujenzi wa miundombinu itakayowezesha ufugaji bora, kuongeza uzalishaji na kuboresha mnyororo wa thamani ya maziwa, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kukusanyia maziwa, kupanua soko la maziwa na kuanzisha bima ya mifugo. Washiriki wenzangu, mradi huu ni heshima kubwa tumepewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha sekta ya mifugo na uvuvi inasonga mbele. Wadau wote katika mnyororo wa thamani wa maziwa, tumieni fursa hii kuwekeza katika kuongeza uzalishaji, ukusanyaji, uchakataji wa maziwa, kuongeza pato la kaya na kuchangia kwenye pato la taifa. Na sasa tumsikilize mratibu wa kitaifa wa mradi huo Dr. Lazaro Kapela, ambaye anafafanua kwa kina maeneo ambayo mradi huo umejikita zaidi. Na mradi huu umejikita zaidi katika kutekeleza mambo makubwa mawili. La kwanza, kuongeza tija katika uzalishaji wa maziwa ambao unazingatia ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini la pili ni kuunganisha sasa ule uzalishaji katika kuchakata na masoko ya kile tunachokizalisha ambayo ni maziwa, dhahabu nyeupe. Pamoja na hayo, tunatekeleza na wadau mbalimbali. Mradi huu unaenda kuboresha afya pamoja na maboresho ya chakula katika jamii tunayoihudumia.
Mradi unaenda kuboresha katika uzalishaji wa maziwa, tunaenda kuboresha mbari bora za mifugo, tunaenda kuboresha malisho, lakini pamoja na maji. Katika kuhakikisha utekelezaji wa mradi huo unakuwa na viwango stahiki, serikali ilitoa waratibu wa mradi kwenye wilaya zinazoutekeleza, na hapa wanaanza kueleza changamoto walizokuwa nazo wafugaji wa maeneo yao kabla ya kuanza utekelezaji wa mradi huo. Kwa hiyo changamoto ambayo tuliiona awali kwamba walikopo wanafuga, lakini malisho ambayo walikuwa wanatumia katika ng'ombe ambao waliokuwa nao, malisho yalikuwa sio bora, na ng'ombe ambao walikuwa nao, wale ng'ombe walikuwa sio bora. Kwa sasa wanatumia malisho ambayo yapo bora, kwa sababu tulitengeneza mashamba darasa. Mradi uliwapa mbegu za malisho na wamelima na wameanza kulisha mifugo yao ile ambayo kwamba walikuwa nayo na ile ambayo kwa miradi ambayo wanaendelea nayo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaona mabadiliko. Kwanza, changamoto mojawapo kwa wafugaji ni changamoto ya malisho. Ndio kilio kikubwa sana cha wafugaji katika halmashauri yetu. Malisho ni changamoto. Wafugaji wanakuta wana ng'ombe wazuri wa maziwa, lakini malisho inakuwa ni nini? Ni changamoto. Changamoto nyingine ni ng'ombe bora wa maziwa. Ng'ombe bora wa maziwa kwa halmashauri yetu ni changamoto. Wanapatikana ng'ombe bora wa maziwa hawapatikani kiurahisi. Kwa hiyo mradi huu unakuja kufanya nini? Kutatua hiyo changamoto ya ng'ombe bora wa maziwa. Changamoto nyingine ilikuwa ni soko la maziwa. Wafugaji wengi walikuwa hawana elimu ya namna ya kutengeneza soko la pamoja la maziwa ili iwe rahisi kuuza maziwa yao. Lakini kupitia mradi huu umekuja kutatua changamoto ya soko la maziwa katika halmashauri yetu. Kwa kuwa utekelezaji wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa, mbali na kuboresha kipato cha wafugaji na kuongeza kiwango cha uzalishaji wa maziwa nchini, unazingatia pia suala la utunzaji wa mazingira. Na sasa tumsikilize mmoja wa wafugaji wa muda mrefu mkoani Iringa, Bwana Richard Phillips, ambaye yeye anafanya shughuli zake za ufugaji bila kuathiri mazingira ya asili yanayomzunguka, ambapo hapa anaeleza faida kwenye ufugaji kutokana na utunzaji huo wa mazingira. Wazazi wangu walikuwa wanaheshimu sana miti, hata wakati labda haikuwa fashionable kwa hivi, lakini walikuwa wanatunza sana miti, na sisi tumejaribu kuiendeleza. Sasa kuna maana, kuna makusudi, tunafanya kwa makusudi. Kwanza, wakati wa jua kali wanapenda kivuli. Pia hizi miti kama hii hapa mpogoro, inaitwa Phaetherbia albida, inaitwa mpogoro. Hii inaingiza rutuba kwenye ardhi, inaingiza nitrogen kwenye ardhi. Pia ukifika mwezi wa 10-11, wakati majani yamekauka, haina thamani sana ya chakula, hizi miti zinadondosha mbegu. Kwa Kiingereza wanasema ni apple ring acacia, inafanana na apple ring. Na hizi wanadondosha, na ng'ombe ukiwaona wakisikia moja imedondoka wanakimbia wanakula, na hii inasaidia sana kwenye malisho ya kiangazi, mwisho ya kiangazi. Ama kwa hakika dhamira ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na uhakika wa maziwa salama na ya kutosha imeonekana. Uhakika wa ukuaji wa uchumi kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa sasa si ndoto tena, na mapinduzi ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa usioathiri mazingira yameanza sasa. Na kwa sauti ya juu kabisa, sote tunakiri maziwa ni dhahabu nyeupe.